Bwana ni saa 6:37 mwendo Afrika Mashariki. Mahali unapotegea station yako pendwa. Hivyo tunaingia studioni huwa kama kawaida siku ya Jumatatu. Lazima kwanza tumtangulize mbele Mwenyezi Mungu kwa ukuu wake na mema ambayo ameyatenda katika weekend. Bwana, weekend imekuwa na mambo mengi sana. Si nchini Kenya tu, ulimwenguni kote kwa jumla. Lakini kama kawaida yetu siku zote, katika awamu ya kwanza huwa tunasema ni awamu ya tuchangamke. Muziki kwa sana, maneno kidogo, story kibao ni katika awamu ya pili. Awamu ambayo siku zote huwa iko na ulingo wa umbea. Hapa tunapiga umbea kwenda mbele. Lakini pia taarifa muhimu ambazo zinachipuka kote duniani na 256, 254 na pia 255. Ukiwa unasafiri mchana wa leo, hebu punguza kasi ya gari yako na ongeza sauti ya redio yako. Taratibu tutusonge. Bwana, kama kawaida nitakuwa nakutembeza katika sehemu tofauti. Kuna msanii mmoja anakwenda kwa jina la Harmonize. Nitakuwa namshusha na wimbo wake Sina. Ujana ni maji ya moto, yashaniunguza mimi nateketea. Niliwakana watoto wangeniua. Bwana, najua weekend pia imekuwa na mambo na Valentine's na kuna watu ambao wamechoma sana pesa. Bwana, sijikute katika sehemu ya kwanza kuimba wimbo wake Harmonize Sina. Wale ambao walikuwa na kusifu weekend na pesa zako hizo. Wimbo utakuwa na kujia katika awamu hii. Lakini pia kuna msanii mwingine kwa jina la Mario kutoka Bongo. Atakuwa anashuka na wimbo wake Mvua. Nimekwambia atakuwa nakupa kionjo cha nyimbo tofauti kulingana na ladha yako. Kama labda unahisi kwamba sijakutendia haki, unaweza zungumza nami pia. Ukaniambia unataka wimbo gani cha kuchezea. Bwana, usiwe na hofu mahali popote ulipo. Hii ni show yako. Uwe kijana, uwe mzee, umri wa makamo, mwanamke, mwanamume, binti, mzuri hauna mapepe na mimi wengi sina moja, mbili na tatu, namba zote za kwako mi kama maji. Lakini pia kuna kijana wa kwetu hapa anakwenda kwa jina la Iyani. Pia atakuwa anashuka na wimbo wake Donjo Mabera. Ikibamba sana basi pull it up. Select cheza dopa once from the top. Donjo Mabera. Tunisha speaker, we mash it up. Fire, we light it up. Donjo Mabera. Tuko tao, CBD kwa penthouse. Wanadhani CBD. Bwana, kitu kimoja ambacho nampendea sana msanii yani ni moja kati ya wasanii nchini Kenya ambao wanajituma sana kupiga kazi ya kueleweka. Si kuimba tu kwa sababu wanajisikia kuimba, hapana. Siku zote wanakuambia kwamba muziki ni sanaa. Na kawaida ya sanaa kwamba unatumia maneno kwa uzuri, uweze kufurahisha watu. Yeye ndio moja kati ya sifa yake yani. Moja kati ya wasanii ambao wanawapa moyo yao nchini Kenya, wanafanya vizuri sana. Unajua kwa muda mrefu sana wasanii nchini Kenya wamekuwa kisemwa sana kutokana na mfumo wao wa uimbaji. Wengine pia kijiji kisema kwamba Wakenya huwa hatupendi sana kusupport vitu vya kwetu. Lakini niseme tu kweli, bwana, ukifanya kitu kizuri, hakuna mtu ambaye atapinga kitu kizuri. Kila mtu anataka kitu kizuri, quality bana. Wewe unaimba tu kwa sababu unajisikia kuimba. Wengine ndio mnatoroka gospel kidogo hivi mshaanza kuimba secular. Nyimbo zinakosa mnato na mvuto. Alafu unataka mimi ninunue bando nikufuatilie. Bwana, vipi wewe? Mjiongeze. Mbona kijana wetu anafanya kazi nzuri tu na hamjamsikia kulalamika? Alafu pia kuna kijana mwingine kutoka sehemu za Western anafanya vizuri sana kimataifa na pia hapa nchini Kenya.
anakwenda kwa jina la Bien, pia atakuwa na shuka. Wimbo aliimba akiwa na Nviiri the Storyteller pamoja naye Major Nairobi. Nimekuambia ni kionjo tu, lakini ukitaka kusikia nyimbo yote kwa halisia na kwa uzuri zaidi, bwana endelea kusikiliza show yako pendwa. Hii ni Bahari Kuu, mahali popote unapotegea station yako pendwa, ikiwa ni saa 6:42. Nakwambia siku zote kwamba hii ni show ya vijana, wazee, mtu yote mwenye umri wa makamo. Lakini pia hapa kama kawaida tunazungumzia masuala tofauti tofauti, masuala ya kisiasa, kijamii na pia kiuchumi, lakini pia na umbea kidogo. Unajua ni sawa sawa na ukila kachumbari. Bwana raha ya kachumbari na raha ya kachumbari kwa siku zote raha yake ni pilipili kwa mbali. Unajua siku zote ndio maana lazima pia umbea uwepo usikosekane. Lakini pia nakwambia katika awamu ya pili nitakuwa nakuja na vitu kadhaa vizuri sana. Katika awamu ya pili, msikilizaji wangu, nitakuwa naingia katika ulingo wa umbea. Bwana kuna mambo kadhaa ambayo yameweza kutendeka nchini Kenya. Kuna yule bwana mmoja anakwenda kwa jina la Traho Conrad, kijana Mrussia. Kuna mambo kadhaa ambayo ameweza kufanya, maswali yakaweza kuibuka, morality pia wanadada zetu watu wengi sana wakaweza kuihoji. Lakini kuna mambo kadhaa ambayo serikali ya Ghana ambayo imeweza kufanya vitu vizuri sana ambavyo imeweza kufanya. Serikali ya Ghana bwana, unajua Ghana ni moja kati ya nchi ambazo huyu bwana aliweza kutembelea na kufanya mambo yake na kufanya vituko vyake. Lakini serikali ya Uganda imeambia serikali ya Russia iweze kumrudisha yule bwana katika nchi yao ili waweze kumhukumu kwa makosa aliyofanya. Bwana kuna kitu kimoja ambacho lazima watu wakubaliane nacho. Kusambaza picha za mtu fulani bila idhini yake ni makosa, si nchini Kenya pekee. Nchi tofauti tofauti duniani lazima tukubaliane bwana kwamba ni makosa kufanya jambo kama hilo. Kwa hivyo serikali ya Ghana imesema kwamba inataka iweze kumhukumu yule bwana katika mahakama zao na kulingana na sheria zao, kwa maana aliyotenda ni makosa. Na sisi tunasema ni makosa tu kwa sababu kwa muktadha wa nchini Ghana, hapana. Hata nchini Kenya pia bwana, hili jambo alilotenda ni makosa sana. Ndio maana nashangaa sana mpaka hivi sasa serikali yetu na viongozi wamenyamaza tu, ama kitu ambacho wanajua kupiga tu ni siasa, lakini hawezi kutenda, ama wanasubiri mpaka kitu kitrend alafu ndio waanze kuingilia kati. Bwana tunaambia viongozi wetu mwige mfano wa Ghana bwana. Kitu kilichotendekea madada zetu katika nchi yetu ya Kenya si jambo la kujivunia hata kidogo, wala si jambo la kufurahia. Ni jambo ambalo lazima serikali itie mkono wake pale na pia ifanye mambo kadhaa. Lakini pia kina dada bwana, as long as kama tunatetea tunasema kwamba kilichotendeka akiwa sahihi. Lakini wewe unawezaje mtu umeolewa kabisa na familia yako alafu unaambiwa tu situende kwangu basi? Unajua tena uweze sema hata leo bana Simba wanacheza. Bwana kama unaelewa, unakubaliana tu na moja kwa moja unamruhusu mtu yule bwana kuweza kuona bwana msiwe hivyo. Wakati mwingine pia ni mnajishusha hadhi. Kuna watu wengine ambao wanasema kwamba mnaonea sana vijana wa Kenya. Wakati mwingine mnawazungusha sana. Bwana lazima kwanza ile nikubaliana na wazo lako. Kitu cha kwanza lazima kwanza ulipe rent, lazima pia kuna nywele zangu lazima usimamie, maokoto kwa wingi, lazima pia weekends tuweze kutoka mahali fulani, tupige sherehe. Lakini mbona hamkuambia huyu bwana jambo kama hilo? Ama mnababaikia rangi? Bwana msio watu kubabaikia rangi. Bwana unajua kitu kimoja ambacho mimi nataka kuambia ni kwamba rangi siku zote hii sijaona uzuri katika rangi nyeupe hata siku moja. Bwana ushajiuliza kwa sababu gani ukiwa katika beach atokee tuko bahati mbaya pale tu mtoto wa kike mzungu. Bwana mtoto wa kiume ataniambia atakavyohisi. Ana utofauti atakapohisi pale mtoto wa kike Mwafrika. Bwana kuna tofauti mkubwa sana, ndio maana sijapenda kabisa hizi rangi. Lakini cha ajabu ni kwamba wanawake nyinyi ni kama mlibabaikia sana hii rangi kuliko tuweni. Nasikia kuna watu ambao walikuwa wameolewa, akina mama. Bwana alafu jamaa kwa anachagua kabisa yani. Ni story ambazo zimeibuka sana hapa nchini Kenya, watu wengi wameweza kuzungumzia. Lakini pia kuna jambo jingine ambalo lazima pia tuzungumzie kwa uzuri zaidi. Bwana sikupenda kilichotendeka katika eneo la Kajiado. Bwana Sifuna akiwa anazungumza akiwa anahutubia uhadhara katika
kaunti ya Kajiado hususan katika eneo la Kitengela. Bwana, kuna mambo kadhaa ambayo yaliweza kutendeka pale. Kitu cha kwanza hususan katika ulingo mzima wa kisiasa ni kwamba Sifuna, tunajua of course aliweza kutimuliwa kama SG wa ODM, lakini pia kuna jambo jingine ambalo liweza kujitokeza. Bwana, naomba tu kitu kimoja mimi. Huyu jamaa ambaye anakwenda kwa jina la Rais William Samoei Ruto si mpumbavu hata kidogo. Ni jamaa ambaye is very smart upstairs. Na anajua jambo ambalo analifanya. Siku zote huwa anamwambia kwamba unaweza ukamfull mtu yote lakini sio Rais William Samoei Ruto. Leo hii Oburu Odinga na kina Gladys Wanga na kina Joho wanajivunia sana kwamba labda kwamba Rais William Samoei Ruto anawafuata na kiomba uungwaji mkono. Lakini nawaambia jambo moja. Mambo yakiwa wazi kabisa na Rais William Samoei Ruto aone wale watu ambao wanataka na wamunge mkono, uungwaji mkono kwa wapi? Kwa mfano tumeona juzi umati mkubwa sana umeweza kujitokeza kuweza kumuunga mkono, kumshabikia Sifuna. Na si utani. Kweli watu walijitokeza watu wengi sana. Na ikiwa jambo ambalo anatafuta Rais William Samoei Ruto kule ODM, ni watu. Na hivi sasa watu wamehama, wameenda kwa Sifuna. Wewe unafikiri kwa mtazamo wako nani Rais William Samoei Ruto atamfuata nani? Tupo katika awamu ya pili, nakwambia katika ulingo wa Mbeya tunapiga Mbeya kiasi, lakini pia nakufahamisha masuala mbalimbali ambayo yanatendeka katika nyanja za kisiasa, kijamii na kiuchumi. Tukirejea kwake Sifuna na ODM. Bwana, kuna jambo moja ambalo lazima tulijue na tufahamike hapa. Lifahamike kwa uzuri zaidi. Rais William Samoei Ruto anachokifuata kule ODM ni watu, si ndio? Lakini ikiwa watu hao ambao wanafuata kule ODM wamehama hivi sasa wanamfuata Sifuna kwa sababu Sifuna ameweza kutolewa kule ODM. Wewe unafikiria kwa mtazamo wako Rais William Samoei Ruto ataenda wapi? Atamfuata Oburu Odinga ama atamfuata Sifuna? Sifuna yupo katika nafasi nzuri zaidi ya kuweza kunegotiate na Rais William Samoei Ruto kuliko Oburu Odinga. Ikiwa watu wataendeleza sera zao hizo za kumfuata Sifuna, ikiwa watu wataona Sifuna na muhimu zaidi kwao kuliko Oburu Odinga. Halafu ujue bwana, kuna jambo moja ambalo lazima tufahamu. Vijana na watu wengi sana nchini Kenya bado hawajaweza kumove on kutoka ile situation ya 2024 na mambo ambayo yanaweza kutendeka. Kwa sababu kama tunavyofahamu mnamo mwaka 2024 hasa Juni, vijana wengi zaidi waliweza kupoteza maisha yao. Na hivi sasa vijana wengi sana wanajinasibisha na viongozi vijana, kina Senator Sifuna, kina Babu Owino, kina Caleb Hamisi. Hao ndio vijana ambao wanawafuata kwa sababu wanahisi kwamba wanazungumza sauti ya vijana. Lakini bwana, unaniambia kwamba hivi sasa Rais William Samoei Ruto akiona kwamba watu wameweza kutoka kwake Oburu Odinga na kina Gladys Wanga, kina Joho, kina John Mbadi, wale ambao wanajipiga kifua hivi sasa kwamba wapo katika serikali, wananiambia kwamba ataweza kutoka kwao, ataweza kusalia kwao na asiende kwa Sifuna. Anachokitafuta after all si watu. Yeye hana haja na ODM. Sababu ambayo inamfanya anaenda kule ODM ni watu. Mas. Lakini asipopata wale watu ataenda wapi? Obviously kama tunavyojua ni kwamba ataenda katika, sijui kama unafikiria kama mimi msikilizaji wangu ama una maoni penzani. Zungumza nami katika mitandao ya kijamii @Mtawali Productions, Facebook, Instagram na pia katika mtandao wa Twitter. Lakini pia @Mtawali Garama katika mtandao wa IG na pia katika mtandao wa X, katika mtandao wa TikTok pia vile tupo. Zungumza nami bwana, unasemaje kuhusiana na swala hili zima la ODM, Ruto, kina John Mbadi na kina Oburu Odinga? Wanamuita the party leader mwenyewe. Bwana, tukizungumzia swala zima la Oburu Odinga, kuna jambo moja nitakuwa nakwambia baadaye, na creativity nzima, creativity ya vijana wa Kenya, creativity hali ya juu zaidi. Bwana, Kenya hiyo unaambiwa kwamba kama una bando, bwana huwezi umia, huwezi kufa na stress bwana hata kidogo. Nitakuwa nazama kidogo, nikirudi nitakuwa nakwambia swala zima la creativity na vijana wa Kenya wanavyojituma. Lakini pia kumbuka katika hii ni awamu ya pili ikiwa inaanza katika dakika 51 baada ya mwendo wa saa 6. Hii ni awamu ya pili msikilizaji wangu. Nakwambia kama kawaida hapa watu tunazungumza mambo kadhaa. Bwana, kama hujavalia safety jacket, ifuate mahali popote ulipo. Kwa sababu tunasema hii ni bahari kuu. Na siku zote bahari kuu ukiwa nami na hodha wako Mtawali Garama, mtaalamu wa maji marefu. Kama haujui kuogelea bwana, ni vyema uivalie. Maana sihitaji bwana nianze kufanya tena uopoaji. Niliwaambia kwamba kuna tofauti ya uopoaji na uokoaji. Ukisikia uopoaji, basi fahamu basi kuna jambo tayari limeshatendeka. Sitaki mambo kama haya yaweze kutendeka hata kidogo ndugu yangu. Nakwambia mahali popote ulipo, vaa safety jacket yako, ifunge mkanda vizuri, halafu tuweze
songa taratibu katika show yako pendwa Bahari Kuu, Mikira cha maji marefu, na mpisha msanii Mbosso na Yami. Umechoshwa na uvumi wa mitandaoni na taarifa zisizo hakika? Usihofu, The Midweek Insight ni suluhisho kwako, kwani tunakuletea taarifa zenye unato, utendeti na hakika. Jarida la The Midweek Insight limeletwa kwako kwa hisani ya Mtawali Productions. The Midweek Insight, your story, our vision. Anatoweka msanii Yami hewani, anakuambia atadumu nawe. Bwana, kuna story fulani nilikuwa nimekugusia kuhusiana na Valentine. Nikakwambia kwamba Isu umejikuta katika situation ya kutumia pesa zote katika Valentine. Kisa na maana unataka tu kufurahisha mrembo ama mpenzi wako au wa kiume ama wa kike. Bwana, isiwe hivyo. Unajua kitu kingine ambacho nataka kuambia wanaume ni kwamba wanawake hawa bwana ni watu wazuri sana ukijua kuwatumia vizuri, lakini pia ni watu wabaya sana ukiwa hawajua kuwatumia vizuri. Nazungumza na yule mtu ambaye alienda weekend kujivinjari na mpenzi wake mahali popote pale wakafurahia. Hiyo naweka tika. Jambo la kukubaliana kabisa na jambo la msingi zaidi. Na jambo la kistaarabu, maana wanaume siku zote asifiwi kwa suruali wala sura yake. Anasifiwa kwa urijali wake. Urijali wake. Lazima mwanaume awe lijali. Lazima ajali maslahi ya mwanamke. Ndio maana halisi ya kuvaa suruali na kuwa mwanaume. Bwana, hiyo tumeweka tika. Lakini pia kuna hawa wanaume wengine dume suruali ambao wapo radi waende wakope kabisa. Yaani wao wanaenda kukopa kabisa ili umridhishe mwanamke. Unaona aibu gani kumwambia huyu mwanamke kwamba babe, unajua ni vizuri zaidi katika siku ya Valentine, lakini mfuko wangu leo hii haupo vizuri na pia mambo yangu haendi vizuri. Kwa hiyo naona tu bora tunywe maji na pia tushare mapenzi hapa kwetu taratibu tu bila kufuatwa na mtu yoyote. Kuliko uende ujiingize katika madini ya maelfu ya pesa. Nazungumza na comrade ambaye labda yupo katika maeneo ya Namaloko, labda katika maeneo ya sewage. Samani kidogo, nasikia siku hizi msemi sewage mnasema riverside. Sawa, uwe katika eneo la riverside, labda katika maeneo ya Dada Agnes, bwana Flex. Ukiwa kando hapo kidogo na Hidayah na kuona hapo kando kidogo. Na kuona katika mtandao wangu kijamii unarusha kidogo message zako, lakini sitamwelea ile story yako. Lakini pia kuna jambo fulani ambalo pia lazima tuzungumzie. Unajua kukopa ili ufurahishe mtu wako si jambo zuri. Lakini ikiwa linakufurahisha na unaona bora ufanye hivyo, usirudi tena baadaye kuja kutulalamikia sisi na kutuambia kwamba unajua kuna jambo fulani ambalo limeweza kunitendekea pale, kwa hiyo inabidi mnisaidie. Hapana, huo mzigo ulijibebesha mwenyewe. Basi kila mtu abebe mzigo wake na msalaba wake. Sijui kama mnanipata mahali popote mlipo. Msikilizaji wangu, nakwambia kwamba usipende sana kuforce vitu. Ikiwa mambo hayaendi vizuri, usiforce. Mwambie mwanadada kwamba leo hii mambo hayaendi vizuri, na kama kawaida naona ni bora tu tuende, ni bora kabisa tuweze kufurahia maisha hapa kwetu, tufurahie Valentine. Lakini ya nini bwana uweze kusubiri mpaka Valentine? Mkiwa katika mahusiano kila siku lazima iwe Valentine kwenu. Kwa sababu si siku ya Valentine, siku ya wapenda nao, na nyinyi mpo katika mahusiano, mnasema kwamba mnapendana. Kwa hiyo kama mnapendana, si ndio? Basi lazima pia muwe mnazungumza mapenzi lugha moja kila siku. Msio mnasubiri tu mpaka siku ya Valentine. Yaani siku zote hizo zingine mnakosana, lakini ikifikia Valentine lazima ndio tuone maua, tuone picha. Bwana, kama mko mnapendana, msiforce mapenzi bwana, msiforce issues. Nakwambia mimi ni Mtawali Gharama na hii ni Bahari Kuu. Ikiwa haujavalia safety jacket, jamani, narudia tena, ivalie vizuri. Hatutaki tumbukie katika kina cha maji marefu alafu uanze kutulilia sisi. Nakwambia msikilizaji wangu, mahali popote ulipo, mahali popote unaposikilizia show yako pendwa katika station yako pendwa ya Kibo FM, ivalie hiyo safety jacket.
lakini bado sijamalizana na wale watu wa Valentine. Kama nilivyowaambia, kila siku ya Mungu lazima iwe siku ya Valentine katika maisha yenu, kwa sababu mkiwa katika mapenzi nyinyi ni wapenzi. Katika mapenzi nyinyi ni wapenzi. Halafu mnasema kwamba siku ya Valentine siku ya kupendanao. Lazima kitu ya kwanza mpo katika mahusiano kwa sababu mnapendana, si ndio? Okay, mnapendana basi lazima kila siku mnashare mapenzi. Msikosane halafu ikifika siku ya Valentine ndio mnaanza sana kurushiana sana mapenzi. Halafu nawaambia bwana, kama ulipelekwa mahali ukafurahia mapenzi katika siku ya Valentine, kuna mawili. Huo ulikuwa unatumiwa ama huo ulikuwa unapendwa. Kihalisia kabisa. Kwa maana kwamba katika picha, na hii ni Bahari Proverb. Kwa naambia siku zote katika ulingo uombeni, katika awamu yetu ya pili, awamu yetu zungumze, awamu yetu semezane, kwa naambia lazima kuwa na Bahari Proverb. Na Bahari Proverb hii leo naambia hivi, hata wale ambao wanasifiwa kwamba wanapendwa wamepostiwa, sio ishara kwamba mnapendwa sana. Maana ukiangalia kwa uzuri hata katika picha ya katika karatasi ile ya sumu kuna picha ya panya. Lakini yule panya si anapendwa sana, hapana. Amewekwa pale kwa maana yake. Kwa hiyo isiwe ulikuwa unatumiwa kiasi hicho. Jijue vizuri mahali ambapo umewekwa na mpenzi wako. Anakutumia, anakupenda ama yupo nawe kwa sababu ya muda tu. Lazima tuweze kufahamu hilo jambo. Nitakuwa narejea katika awamu ya 3 na ya mwisho, awamu ya awamu ya kushika simu zako, awamu ya kusoma comments zako. Kama umeweza kuzidondosha katika mtandao mbalimbali ya kijamii, @Mtawali Productions, @Mtawali Garama, @Kiba FM, nitakuwa nashuka nazo katika awamu ya 3. Usiende mbali, lakini in the meantime, acha nimwache Fally Ipupa na nyimbo yake Mayday uweze kukubeba vilivyo. Bwana, kabla sijasoma comments zako, kuna jamaa mmoja katika station moja hapa nchini Kenya inakwenda, sitataja jina, lakini jina station ambayo mnajua sana na mmetambua vizuri. Hivi majuzi bwana wameweza ku distract the airwaves kama wanavyosema wenyewe. Yaani nasikia bwana katika ile station wamemchukua presenter wa kipindi cha jioni wakamweka katika kipindi cha asubuhi, wakachukua show ya mchana wakamweka katika show ya asubuhi ya mid morning, wakamweka katika show ya mchana. Halafu nasikia wameweza ku distract airwaves. Lakini bwana huyu mtangazaji nasikia alikuwa analalamika sana. Anasema kuna bosi wake wa zamani alikuwa anamtumia vibaya. Yaani alikuwa anamweka katika nyumba yake weekend nzima. Alafu bosi wake alikuwa wa kike, alafu yeye mwenyewe mwanaume. Hiyo ndio story nzima alikuwa anazungumzia huyu bwana mtangazaji katika station moja nchini Kenya. Station inatandika zaidi. Lakini naona dakika zinasonga sana, msikilizaji wangu. Nitakuwa natia nanga katika show yetu, kipindi chetu cha Bahari Kuu siku ya Jumatatu. Usikose kunifuatilia katika siku ya hapo kesho. Nitakuwa narudi na mautamu zaidi, mambo mazuri kwa ajili yako ewe msikilizaji wangu mahali popote ulipo.
Nakupenda sana. Umechoshwa na uvumi wa mitandaoni na taarifa zisizo uhakika? Usihofu, The Midweek Insight ni suluhisho kwako, kwani tunakuletea taarifa zenye unato, utendeti na uhakika. Jarida la The Midweek Insight limeletwa kwako kwa hisani ya Mtawali Productions. The Midweek Insight, your story, our vision.